Atongo ima DAP-K kutula muti utumi wa meo ya kumina umama hii kusilila esilelwa makithoko. Kipchumba Murkomen kutetea muvya wa DCI ayasi othukuma wate ya meo. Amo matete ima aki Mombasa kwiyumila kukwata mbau unenania ulo kusukumiwa ni Raila. Na mwaitu chamani cha DCP kwenda Kimani Ichung'wah ete wekeo nundu wa uneni wake kwi Pastor Dorcas. Wilingi wa maovo. Nyenita wa Caroline Mweni wa muteti ni thondite thanisia na Teresia Mwende nthini wa kunengelele vilingi kwanzia ya meko na uni vilingi kwanzia ya uliku. Ndongo isia ulei itongwewe ni mutongoi wa DAP-K Eugene Wamalwa na yumbe chamani kini maumania kutumewa kwa meya ya kukitana na umama ikusikate amwika alama na kwatiwe maikonanua na maandamano wanangiko wa mali ivindane ya sabasaba na majenzi mwaini muvitu metuku 25 meiweta mea tumika na kutelemia amwika alame uleana na silikali vamwe na uteti wa ulei. Inge DAP-K ni ya kulenza nzau ya IBC yeyumbanie nesa kwa ni maunyuvani manini alama okite yiweta methi wa maseo kuthimandia ya uteti ukite wa usumbe na vinya wa ulei malembetani kivadhukanio. Benjamin Mwaka na mauvo. Ulei kwisila chama cha DAP Kenya ni waithia utumi muthuku wa meo ya kukutana siko sia kiumama ikwa enenthi matena mavityo na muno amwika majenzi ateti moli na ndongo isia makundi makutati ya kisia enenthi alambe thitwe mustari nuambe kukosoa serikali na muno usumbe wa President William Ruto. We had talked about the reign of terror, particularly the issue of the extrajudicial killings and the using of the anti-terrorism laws, the use of the Cybercrime Act to terrorize our Gen-Zs and to stifle dissent in this country. Ndongo ya chama ki Eugene Wamalwa no akulia muvya wasilo makwani uthukume wiungamie wina kielelo cha kusasea mwenenthi ki katiba. Wamalwa na ulei mwambana atitima chama ki cha DAP-K ni makulia tongoi ma amwito manengo ndaya wala makulia mukawolo na imunini wa President Rigathi Gachagua mwandu Pastor Dorcas anengwa ndaya unitina wa ndongo ya lengi mbungeni Kimani Ichung'wah chumani kivitu kuonekana hayo noise nteto yake vudia kwa Pastor Dorcas Rigathi. Maona juzi Mheshimiwa Kimani Ichung'wah akiongea kwa njia ya madharau sana kwa Pastor Dorcas, mkewe wa the second deputy president of our republic. Bwana Kimani Ichung'wah, shame on you. Pastor Dorcas, karibu awe mamako. Lazima umpe heshima. Hata kama unamchukia Rigiji, heshima si utumwa. Kimani Ichung'wah, heshimu Pastor Dorcas na muheshimu kina mama zetu wote katika Jamhuri ya Kenya. Yale madharau pia nimeona Faruk Kibet fanyia Mheshimiwa Sabina, kumfanya yeye acheze densi na kuonyesha maumbile yake na kuongea mambo yasiyo ya heshima kwa Mheshimiwa Sabina Chege na kina mama wetu. Tunasambia Bwana Faruk Kibet, shame on you Bwana Faruk. Muheshimu kina mama, muheshimu viongozi, muheshimu wa Kenya wenzenu. Heshima si utumwa. Ono uyovo ni makulia nzama ipya IBC yeyumbanye hundu vailete kwalanya maunyuvani manini ana alama okite iweta meithi wa mutiani musio kuthimana vina na serikali ya broad-based mbewa kikungocha unyuvani munene wa mwaka wa 2021 kuvika. You have many Kenyans, over 50 million, who have entrusted you, Chairman Ethicon, with your commissioners, with great responsibility to safeguard our democracy and to ensure that you preside over a free and fair election that will truly be a historic election that might see Kenya joining the ranks of countries like Botswana, countries like Ghana, countries like Liberia and Nigeria that have had one-term presidents.
So, Bwana Ethekon, you might be making history. The annals of history are beckoning to you and your team. Do your patriotic duty and make history. Do not be afraid, be of good courage, and do what is right and what is just and what is democratic according to the will of the people of Kenya, most of whom are saying 70%, actually 80%, that the country is headed in the wrong direction. We urge particularly all institutions, beginning with Parliament, to give the necessary budgetary support to IEBC, our development partners, and all Kenyans of goodwill, so that this key institution can be able to deliver on its mandate. Vilingwa mavo kumavamo sinilovi nyenito Benjamin Mwakam. Minister wa usese wa nthini Kipchumba Murkomen ni watetea muvea wa Isalu DCI kumano na wo kukonanwa na mavitio makwithwa matosea wa matambia yela mavitia aithingilela kana maovisa muvea ni umathukuma mati yemi yao na ni mawe kwatyo munene kwi mwene nthi ainene ya maovisi ni manene ma muvea ku ya Kiambu Road sesoni ya kuvingwa kisese cha fichua kwa DCI call center. Minister Murkomen novuthisia uneni ula wende kunyae kwa wa kana muvea wa DCI ni wikumbilitwe ni maovisa mateka aikiku. Robert Mutuku na mavu. Murkomen ainena nthini wa chathiki kila chatwaiwa maovisi manene ma DCI alameleloni wa Kiambu ni wavuthisia muikio wa aingi ma Kenya wa kana DCI ni muvea usu ita maovisa thoku aiweta kana maovisa muvea ni umethitwa maithukuma kwa kuwatia miao na kwa umelu. There's a lot of innuendos and propaganda that this DCI is a hidden place and there could be rogue officers here. As you can see, all these officers have been introduced openly. We know their names, we know what they do. And this is an institution that is of the people, it's not for us. You know, a few people still live in the past where they think that police officers are, operating in isolation. Unfortunately, for those who think so, it's no longer possible to do so because the Constitution itself talks about transparency and accountability on the part of the National Police Service. It also talks about a service, not a force. Ona uyovo Murkomen ni wetikila kana vya mwema maovisa matumete a Kenya methi wa matena muikio na maovisa mavolisi ateo ni maende na kuikia mawali kukutungi ya muikio o. Few cases where people are not as cooperative as it should be, but also there are cases that have happened on both sides, even on our side of police officers, that have created suspicion on the part of the citizens and created fear and a gap between us. Our responsibility here through police reforms is to create a community that Kenyans can trust the National Police Service and trust the DCI. Yulu wa walanio umwe wafichua kwa DCI, Murkomen wawetakana nukutedhe isabanene kulinda yanya ila yithiitwa vo kati wa enendi na maovisa mavolisi deto ilasi ya kwa ramba uni ambassador wa nthia UK Neil Wigan. Fichua kwa DCI is one of the mechanisms of creating greater transparency, but also ownership of the people of Kenya to take charge of their National Police Service. Our ideal situation ordinarily is to see our citizens and all Kenyans working in close collaboration with the police. We hope that this upgrade will empower the public to speak out confidentially and confidently, to enhance transparency, promote proactive investigations, and strengthen Kenyans' national security through early interventions. We hope that the additional features provided through the upgrade, including the WhatsApp system, case management and real-time tracking, will make the system even more effective, even more quick in solving crime and bringing criminals to justice, bringing more positive responses to reports from citizens. Fichua kwa DCI encourages anonymous reporting, which with this upgrade has become more accessible than ever. Nake Inspector Munene wa Volisi Douglas Kanja na mutongoi wa DCI Mohamed Amin
ni mamukathi ya Murkomen kwa kuikithia ni vethi wana mwaliku muvyani uu wa usesei. I would like to particularly acknowledge the Honorable Kipchumba Murkomen, our Cabinet Secretary for Interior and National Administration. Sir, your exemplary leadership has been very, very instrumental in guiding our national security agenda, and your commitment to supporting the National Police Service is very, very commendable, sir. His relentless pursuit of excellence in policing, steadfast support, and unwavering commitment to driving police reforms. His invaluable policy guidance to my office has been instrumental in shaping the progressive direction of the National Police Service. Thini wa walanio wafichua kwa DCI, UNN methi wa mayende kama nengana ya mauvo kwa DCI kuisila mutandao wa WhatsApp kana kuisila kukuna simu ila mona siko sia uvungulu wa muwo. Vilingi wa mauvo, Mutongoi TV, Nita wa Robert Mutuku. Amwe makundi makukitia kisia mwene nthi kauntini ya Mombasa yuni maweta kana nimeukwata mbau unenania kati wa muika wa jenzi na silikali nolani wa kunenanisya mathina ala methetwe mayikumbi la Kenya ni kana kululumilelia muwo wa nthi ya Kenya. Mainena na andiki mama uvo makundi yani maweta kana vena vata wake lomwe kukonua nthini wa unenania usu na livoti ya maundu asu kumwa na kwambisya kuthukumithwa undu maikasyo keki chonekie kavindani ka livoti ya NADCO wala maundu ala manena ni awa mataisa kuaniwa. Angelina Musena mauvo. Mainene ava kauntini ya Mombasa makunti ani mawetekana ni makukwata mbau kunene nyahu kwa kila makuwetekana no vikia kumina mathina ala nthi ya Kenya ithitwe yime kuumbila. Ili mazungumzo ambayo yanapendekezwa ya faulu na yatofautiane na yale ya hapa awali, lazima ishirikishe kila Mkenya, ishirikishe kila dhehebu, ishirikishe mashirika ya kijamii na viongozi wote tukianza mashinani, ili tuweze kuangazia kwamba je, ni kwa nini tuko na katiba lakini katiba haitekelezwi ipasavyo. Na pia ukikumbuka ya kwamba yale mazungumzo ilikuwa ni chama ya kisiasa peke yake. Na ukisikia mwenzangu akisema yale mazungumzo yalifanywa Lancaster na yale mazungumzo ilifanywa ya katiba, ilikuwa imeleta kila mtu. Lakini ndio maana saa hizi tunataka kila mtu hahusishwe. Wanasiasa wakiketi peke yao, alafu wafanye mazungumzo, alafu waje na 10 point agenda ama 20 ama 1 point agenda. Wakati wanaona mambo inaendelea mzuri kwao, wanakuja wanasahau. Lakini sisi hapa mashinani, wakati tumepeleka sauti yetu kule, tutakuwa tunataka kuona kama sauti yetu imesikizwa. Ni makuwetekana yuethi wa kila umwaka avikia kukonio nthini wa unenenya uu ukasia matunda na kumina mathina na maandamano ma kila ivinda kana amwika kutekwa nyara na kuwathangwa ni maofisa ma polisi. Kwa hivyo tunaunga mkono majadiliano hayo yawe ni ya kuleta amani, sababu tunataka tuendelee. Wajua kujenga nchi ni rahisi, lakini kuijenga ni kazi, na kuibomoa inakuwa hata ni rahisi zaidi. Kwa hivyo hatutaki watu wakaweza kuchangia katika kubomaji wa nchi hii, lakini tunaunga mkono hayo mazungumzo yaendelee na yawe ni mazungumzo ambayo yataleta maendeleo katika nchi yetu, na pia tuzidi kupata wageni, mambo mengi yakaweza kuendelea, kwa sababu uchumi unazorota wakati ambapo hakuna amani, na amani haipatikani kama hakuna majadiliano, kama hakuna mazungumzo. Yuni mawetekana unenania uwelite kutoa isu isioni kivathukanyoneka na uvikie kila mwene nthi na livoti ya maendekethio alama kuvikie kumwa ivikie kuthukumithwa ni kana mawali ukuma vikie kuoneka. Kama CSOs tunapata shida sana, tuwezi tukafanya kazi saizi kwa sababu mara nyingi tukienda tukisungumuza, ujui ni nani anakusikiza, ujui utapitia wapi, ujui kama ni ofisi yako itavunjwa ama ni wewe mwenyewe utaenda. Hii mambo ya watoto wetu kuenda, watoto wetu wamekuwa kidnap, wamekuwa tortured, wamefanywa nini, pia hatutaki kusikia, na hii inaweza kumalizwa tu na mazungumzo. Hatuwezi tukamaliza na kupigana ama kukidnap watoto ama kuchoma polisi. Ngilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa, Nita wa Angelina Musena.
Atongoi maa mwaitu na alama konetwe chamani cha DCP cholo na imunini wa President Rigathi Gachagua kwa kumba une mwani haba nene uneni wa oyumituki wandongoi ya ala ingi mbungeni nene Kimani Ichung'wah kwe Pastor Dorcas Gachagua. Atongoi ya nimeenda Ichung'wah kwetia wekyo wandani mayasi ya aema kweko uailite kukwato na kweki wambini. Ingini mavuthisi otongoi wa serikali ya Kenya Kwanza kwa kila makita kuema kunenga amwaitu ndaiya kunana na amwaitu wani kana Kimani Ichung'wah ethitwo ivuthisia amwaitu na serikali ikivindisia ki unimenda muvia wa DCI umose matambia oundu withitwe aimosea ala methitwe maivua serikali. Ben Musawe na mauvo ivyo vini ende na kumwingithia mumbunge wa kilombunge cha Kikuyu Kimani Ichung'wah itina wanguthuyo moya amwaitu ala memwamba na chama cha DCP na kila kitongoewe ni olona imunini wa musumbe Rigathi Gachagua kwiyumilia na kuteta ni uneni wake olona neni ya kumukonia moka wa Gachagua Mutavania Dorcas. The Democracy of Citizen Party DCP women expresses deep concern over two troubling developments that speak to the growing culture of political intolerance and moral decay within our national leadership. First, we strongly condemn the unfortunate and disrespectful remarks made by Honorable Kimani Ichung'wah against Pastor Dorcas Rigathi. Amwaitu aya ni mamwenda Ichung'wah kwitia wekyo wa wandani na aya makwatwe maitu la muti serikali ya Kenya Kwanza kwitha ina kivuthia kwa utongoi wa mwaitu. We demand an immediate retraction and apology from Honorable Ichung'wah. Leadership demands restraint, maturity and respect, especially towards those making a difference where others remain silent. Amwaitu aya ni mateta kuongeleka kwa sieko sia uvithuki wa mwaitu maiweta kuma ivinda ya maandamano akambe wa 25 ni manyamaitwe kimwi kwena na ikundi ya FIDA na yengi ya usikimie. During the recent nationwide demonstration, over 25 cases were documented by FIDA Kenya and Usikimie Group. Cases of sexual assault, including rape, gang rape, molestation against women and girls were reported, and the government has said nothing so far. We stand in full solidarity with Pastor Dorcas, Honorable Jane Kihara, and youth leader Wanjiku Thega. Their courage in the face of intimidation is a testament to the resilience of women who refuse to be silenced. Yuyu aya ni mawenda ovisi wa DCI kumwase Ichung'wah matambia makimiao otondo methitwa maimose ala malunga serikali ya Kenya Kwanza. If Kimani Ichung'wah does not apologize to we the women of this country, and if he's not arrested, he's only going to be confirming what we the opposition have been saying and we as DCP party have been saying, that this government has become blind to anything that is done by anybody associated with government, but they want to open their eyes and bring false accusations against anybody who is not in support of their regime. If Kimani Ichung'wah and his utterances are not going to be called out by women leaders in that government, by women leaders also in Kenya Kwanza party, parties that are affiliated to them, we are going to be confirming one thing, that the Kenya Kwanza regime has no respect to women, Kenya Kwanza regime has no respect to our mothers, and Kenya Kwanza regime has no respect to the family as a unit of our community, and we are not going to stop calling it out. And if he's not going to be arrested, we have organizations that are beyond this country that we are going to keep documenting all these utterances with. The Kenya Kwanza regime is sinking, weighed down by its own arrogance, political blunders, and a wave of arrests and intimidation targeting dissenting voices. No one will come to its aid. The people of Kenya are awake, and history will not be kind to a government that chooses oppression over dialogue. Kimani Ichung'wah uko na tabia mbaya sana. Na tuko na information you are targeting women, and as women we are not happy. Tuko na habari ya ambayo wale wanaume ulifund wakati wa maandamano wakarepu watoto wetu, wakarepu wanawake wetu huko town, and the DCI is silent about this. Tunaomba DCI ile nguvu ambayo mnatumia kukimbiza wanawake wa DCP, mtumie nguvu hiyo hiyo kushika Kimani Ichung'wah. Wamama mnasema Ichung'wah ashikwe asishikwe? Vilingi wa Mavomu Tongoi TV nyenita wa Ben Mosao. Musaisa mwendo atulekania na mauvo asu to seudhumo monini ni tusokethetie na mauvo mbeange ndukathivasa.
mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa hapa uikala wakwambililia matuku miongolene mumu wa mwanza tuikibwezi kuthengene na Tumaini Clinic wa chula sivitali wakele matuku miongolene ile tu Mombasa tujibebe wa Kenya Party House kuthengene na KCB Mwembetari branch kwa Shibroad kuthengene na Naivas Supermarket oinge wakele usuma tuku miongolene ile tu ikathonzweni Windy Shakers itina Wangomeni Hotel nduka namba 3 kungedhanisia na Kilome Hotel wakatatu matuku miongolene na 3 tuimatiliku Chambeo Inn kwa Kinguti matanisioni machangwa sei na Kilele wakana matuku miongolene na 3 Mali Bus Park nduka namba 39 itina wanaikana booking office wakatano matuku miongolene na 5 tu wote katika tu watazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikeloni Wamboka na wathanzatu matuku miongolene na 3 tu ikambuti na Wakanzi Supermarket kungedhanisia na Blessed Kanani Hotel kwa mauvombe ange tuthoke mabisi na maito kanotu kone simu kwesela noti mwonza ile imwa noti kenda noti kana noti mwonza na ina ile 5 kanotu andikie SMS kana WhatsApp kwesela noti mwonza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ni twasoketha musesa mwendwa na ni na udho chato songe na mbe kali manza uwi kilili wodini ya Kalamba na mawithu luluko mayo unime kwithiwa maithethe kana wichi mwailu wandi vinini na wakuiki kakumana na kwa sivitali wa Matiliko sub-county ulawe na masine cia x-ray. Musesa mwendo nunguthangi unengelelia movo asu ila mautopikia undu vailite va Mtongo TV. Tuisonga nambe atongo ima kaunti ya Kitui ni mendekethia serikali ya kaunti na ila nene inengane ilovia cia kutethesia amanyegwa alamekala na thina wa mamutha skulune wa Yata Comprehensive and Special School maitatakana vena amanyegwa amwe matieleto itina ni masomo nundu wa kwaiwa ni miako ila imailite kana infrastructure vamwe na utethio ula mailite kunewa mainena jela mebikite skulune usu ula wiki usiane Yata kwa Vonza Kitui Ruro MCA wa ward Yesu na mwene kivila wanzama ya kisomo mbungeni ya kaunti Su Mark Ndingo vamwe na MCA Molote na chama cha Wiper Mary Mbithe ni mathingilela kana kunenga mwanya wambe imanisio tai ni undu wa vatamuno. Onesmus Chalo na mauvo atongo kumaba Kitui ni maendo serikali ya kaunti ya Kitui nela nene kwekea kinando cha kusovea na kwa ile maithio lukoma manyua na muno alame mamudhame mwanya no kanama kwa atakisoma ta manyua alangi onenio ni kuma kwa MCA wa Yata na ingi mwene kivilo komiti ya kisomo bungeni ya kaunti ya Kitui Mark Ndingo valeta manita munyanya Molote ngua chama cha Wiper Mbithe Mulinge kutambuka skulu ni wa Yata Comprehensive na Special School kunenga na hoteli kwa ya manyiwa yengo kuli ya serikali ya county government pia imande kinandu gitoma kutethia ciana ino cina mamutha mena thina nundu kawaida ciana ino cikalia kusapotewa ni kwacia tagisio no twasi population nene uri ngukulia county government ya Kitui na serikali pia ila nene na atongo imonde withi nitatungia ni akili situ na tamantha indi ciana ila cina mamutha mena thina itoma kutetheka ameweta manyome mamudhame mwanya ni maile kunengo maithulu kwa masio pomona sindu cia batila ciendekana ano kana kwa ile kisomo cho balama nengano tedi wa mabuku na TV ya kutethesia manyuana muno alamendesi kisomo ngwa wala nyomo wa CBC unundu twarite kuosa wabata muno nundu twalika misi yitu nitukwithia ciana mbingi muno ila isitau maalwa na twethia na clarion ko isu ni kwatia nitukwithia hata stethia population nene ya ciana ila cina mamutha mathuku ina kana special ya maisha ila ngone ne na uso wekana kau nta matongera ngwa kusisa ciana isu na kusione kana ni and just like us
and are supposed to be taken care of. Mwalimu munene wa skulu niwaweta kwithia manyua mavulanite na alamina mamutha me mwanya kwina mathina makwenda kuthini kwa mituki wiva wia wa kusesea manyua na kuongelangwa kwa ilasi nthini wa skulu atongo yasu ni mumia witano kwa sina mono kumilia manyua alamina mamutha me mwanya no kana kwikiria ni makwata kisomo ta manyua langi masisi monopio masisi make budget ya kushughulikia sana na special need. Kwa kweli sana special need they're not treated the same as monula wa kawaida. Wani makwenda a lot of attention, a lot of care. Maike kuibitha musi nundu maibitha musi sie kwa totebyo andu maitu asei na mundu wonde wisika pala bena kana kena mamutha mena thina itu makulia maete sukulu ni taino nundu kwisilavuna wesi kwata support na siende yana kutethesya withie ni masoma kweasya kwithia wina mamutha ndimina cia kana wi mowe kana wi tofauti na andu alangi mbora wina thayu walite kwetu kula kwina andu alangi netitetheanisye kusomethia ciana citu civikie kiwango kya kwitethia. Vote Blingo Muvomo Tongoi TV ni Onesmus Chalo. Volisi musini wa Mombasa ni malasimiki kutumia nzeve ya kuiticha methoi kuvalania athukumi manyumba cia kuiya miyo kana warehouse na ala mambi ye mukoma mthani wa umundi maite tayo luwandi vindhuku kwinana na athukumiani kana ene warehouse ni malete kwanisia wigwano ulametekelanile wa kuongola musala vala methitwe maisukumia maivwe kati wa silingi miongo 35 kwa kila ikunia ya kilo miongo 5 makua silingi miongo 25 kwa ikunia ya kilo miongo 25 na silingi miongo 20 kwa ikunia ya idhio wa kilo miongo 20. Hii kazi imeingiliwa na mabroka. Wakati wanaleta umchele wenye umchele, kuna wengine wamewangojea wanawasema waje sisi tudidi na hawa. Wenye kazi wanasema unalipa shilingi 50 kwa gunia. Broka analipa shilingi 6. Hii ndio mambo ambayo imeleta uhasama, imeleta vurugu na kazi zimesimama. Nashukuru wafanyikazi wameweka amani, bado tuko katika solidarity. Kazi bado imesimama mpaka tuwe na mwongozo. Wild Food wako tayari kufanya kazi. Lakini hawa mabroka wengine ndio wamefanya hii kazi haiendelei. Mimi nakumbuka Mheshimiwa Rais alienda kwa kahawa kule Meru, akaondoa mabroka. Bei ikatoka shilingi 50 hadi 150. Mimi naomba vile vile alifanya huko. Hata sisi ni Wakenya ambao tulimchakua. Aje huku ashirikiane na sisi, County Labor Officer, vile vile Waziri wa Labor Mheshimiwa Alfred Mutua. Kuja waangalie hii sekta. La sivyo mtasema vijana wanaleta vurugu, vijana wanajamisha inji mara moshi na vita, lakini matajiri ndio wanasababisha hizi vita. Mimi nashangaa CBA, hata walimu wako na CBA, doctor wako na CBA. Wakaleta yao by 50 inalipa shilingi 15. By 25, by 50 ni 15. Hiyo bei yao. By 25 inalipa shilingi 7 na peni na sumini. By 10 inalipa shilingi 3. Lakini yetu ilikuwa ni 20 kwa 10. Hiyo yetu waliweka kando na ile yetu imekuja kisheria. Leo tuko hapa kusimama na wafanyikazi. Tunajua kuwa wafanyikazi Masogi ndio wanabeba magunia yote ambayo yanaingilia na hapa port. Na wao ndio wanafanya kazi kubwa lakini bado wanaendelea kunyanyaswa. Kwa hivyo leo tuko hapa kusimama nao katika mgomo wao na huu mgomo utaendelea mpaka matakwa yao yote yatakapotimizwa. Musaisa mwendo ni sialili kama ndo nuwa saa inyano sunu wemudia wa vilingi wa mauvo waete waninye Caroline Mweni wa Muteti na nitethia nyasya na Teresia Mwende kwa kuikidha na vilingi ni wa uvikia kwanzia ya meko kwa vamwe tuikwendio tukua kwa ila.